TRC, shirika la reli Tanzania, tumejizatiti wewe kukuhudumia, kusafirisha mizigo, kusafirisha abiria na huduma za bandari kavu. TRC inakupatia wote, inga uhujumu miundombinu ya reli, wote pamoja, ungana na TRC. Naam, mtazamaji, hujambo na karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu kutoka hapa shirika la reli Tanzania TRC, na hiki ni kipindi cha reli na matukio. Kipindi hiki cha reli na matukio huwa kinakuletea matukio mbalimbali yanayohusiana na shughuli za reli, ikiwemo katika ujenzi wa reli, usafiri SGR, usafirishaji wa MGR. Zote hizo ni shughuli za reli na masuala mbalimbali yanayohusiana na reli. Sasa leo mtazamaji, kipindi hiki ni maalum kabisa kuhusu maadhimisho ya wiki ya mazingira ambayo mtazamaji kidunia yanafanyika kule Korea Kusini, lakini kitaifa yanafanyika hapa mkoani Dodoma, na mgeni rasmi ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, ambaye ndiye mgeni rasmi katika ukumbi huu wa mikutano wa Jakaya Mrisho Kikwete. Na kabla ya hapo, makamu wa rais aliweza kutembelea mabanda mbalimbali ambayo yalikuwepo katika maonesho nje kidogo tu ya ukumbi huu, ambayo yalionyesha shughuli zao yanavyofanya, ikiwemo TRC ambao tuliweza kuonesha namna gani ambavyo tunaweza kudhibiti taka za plastiki katika treni zetu za abiria. Na nikupe tu habari hii njema mtazamaji, ni kwamba TRC kupitia safari zake za treni hiyo imeweza kupunguza uzalishaji wa gesi joto kwa kiasi cha tani 16,571, jambo ambalo limepelekea pia kupata tuzo ndani ya kilele cha maadhimisho haya, tuzo ambayo imetolewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Isdori Mpango. Mimi naitwa Beni Mwanantala, kwa niaba ya mpiga picha Hassan Mbonde Ujuku, huyo hapo nyuma ya kamera. Basi nikusihi tu uweze kuungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tufikishiane salamu ya kujenga reli yetu, inapendeza, inang'ara kwa mazingira yetu safi. Yo, kwanza sio shwari na kukumbusha machupa ovyo si tunatupa, uchafu unaruka hovyo unazaga, na ule wa kuhoza harufu mbaya inatoka, na mazingira safi ni yetu sote, na tukipanda miti lazima yote, upepo utavuma kama wa ufukwe, Tanzania kijani bendera ipepe. Usafi tumeanza sisi kuchemka, kama ni kulala basi kumekucha, kata mti panda miti kukikucha, usichoke tu kurecycle na machupa, na uchafu ukizidi sisi tutakufa. Katika sehemu ya hotuba yake, mgeni rasmi makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Isdori Mpango akapata nafasi ya kutoa rai kwa taasisi mbalimbali za serikali kuhakikisha kwamba zinaongeza juhudi ya kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Uchafuzi wa mazingira umekuwa tishio na kichocheo cha ongezeko la majanga mengine ya kimazingira duniani, na hususan mabadiliko ya tabia nchi na upotevu wa bioanuwai. Lakini pia natoa rai kwa taasisi ambazo bado hazijatekeleza, basi ziendelee kuwekeza katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Aidha, taasisi binafsi zinazolisha zaidi ya watu 100 nazo ziongeze kasi katika kutumia nishati safi ya kupikia ili kuokoa mazingira yetu na kulinda afya za mama zetu na dada zetu na mabinti zetu. Na baada ya hotuba hiyo ya Mheshimiwa makamu wa rais Daktari Philip Isdori Mpango, basi jina la TRC likatajwa humu ndani kama sehemu ya taasisi ambazo zimepokea tuzo kwa kiasi cha tani 16,571 ambazo zimezalishwa kwa usafiri unaotumia nishati isiyo rafiki kwa mazingira. Tuyatunze mazingira safi kwa kuweka hali shwari kila siku tunapokaa, itaboa nchi yetu sisi kichakaa. Tufikishiane salamu ya kujenga nchi yetu, inapendeza, inang'ara.
Naam, mtazamaji, hiyo ni sehemu tu ya maonesho ambayo TRC tumeweza kushiriki katika kilele cha wiki ya mazingira ambayo imefanyika hapa Dodoma. Sasa tulipata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC, ndugu Masanja Kungu Kadogosa. Yeye amezungumzia tu kwamba ushiriki wa TRC katika wiki hii kuna maana gani hasa. Kwanza, kitu cha kwanza ambao ni muhimu sana katika utunzaji wa mazingira, TRC sisi ni wadau muhimu sana. Na umuhimu wetu ni kwa sababu TRC tunapita ardhini. Madaraja yetu tunayoona yanapita ardhini. Makalavati yako ardhini. Kwa hiyo tuna concern kubwa sana inapokuja mambo ya mazingira. Sustainability au uendelevu wa reli hata tunayojenga sasa hivi. Design yake ni kwa miaka 100. Lakini inategemea vitu vitatu muhimu sana. Cha kwanza ambacho ni muhimu ni maintenance. Yaani lazima tu maintain reli ili iweze kudumu. Cha pili, kutrain watu wa kutosha kufanya hiyo kazi. Skill. Tuwe na engineer, technician, mfundi mchundo wengi wa kutosha. Lakini cha tatu ni mazingira, utunzaji wa mazingira. Yale madaraja tumedesign kwa miaka 100, lakini tumepita kwenye mito. Baada ya muda ile riverbed inapanda. Sedimentation. Mchanga unakuja juu. Nafikiri ukipita Dumila pale unaweza kaona daraja lile lilikuwa ukisimama pale uweze kufika juu. Lakini sasa maji yanapita juu. Kwa hiyo the same thing kitatokea kwenye reli tusipoweza kutunza mazingira. Na ndio maana katika sisi kama taasisi tumeanzisha au tulishaanzisha tuna kitengo cha mazingira maalum kwa hiyo. Kwamba tusio tu tunazungumza hapa, lakini tujue vile vile kwamba impact yetu inaweza isitokee pengine Kilosa kwenye mito, lakini impact ikaanzia pengine Iringa au ikatokea Manyara, lakini impact yake ikaja mpaka kwetu huko. Kwa hiyo swala la mazingira sio ya very serious na ni kitu ambacho tunakifanyia kazi. Ukiangalia kwa mfano katika ujenzi wetu wa sasa hivi wa reli, tumetifua. Lakini nafikiri abiria wetu wakishapita kule wanakuta ni greenish. Ilikuwa ni decision kabisa kwamba badala ya kufanya protection zile embankment zile, kwa hiyo tunasema tumechimba kwenda chini, badala ya kufanya ile protection kwa kutumia concrete ambayo sio environment friendly, tumetumia nyasi, tumepanda nyasi, tumepanda miti. Kwa hiyo ndio maana abiria wetu wakipita kwa unaona ni greenish. Ilikuwa ni decision ambayo tulifanya. Tungeweza kusema kwamba labda tufanye protection kwa concrete, lakini vivile kuna sehemu ambayo tulichimba labda mashimo kwa ajili ya kupata materials za ujenzi. Tumefanya restoration. Unless kuna sehemu zingine ambapo unakuta labda wafugaji wanataka kutumia ile kama bwawa kwa ajili ya maji ya mifugo, tunatengeneza ni such way kwamba wanaweza kutumia friendly. Na hiyo ni kitu ambacho tunaendelea nacho kwamba sehemu ambazo tumechimba lazima kurudi greenish. Lakini vile vile kuna sehemu zingine ukiangalia katika labda kuna wanyama wanapita, tumetengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba tuna accommodate wanyama. Lakini vile kama kuna binadamu labda wanapita kwa ajili ya shughuli tumehakikisha kwamba tunajenga reli ambayo inaweza ka accommodate wenzetu badala ya kuwa na mvutano kati ya reli au kati ya njia yetu na shughuli za kibinadamu tunaangalia. Kwa hiyo kwa maana ya mazingira nafikiri so far katika taasisi ndani ya serikali au ndani ya nchi yetu, TRC naamini kwamba ni taasisi moja hapo ambayo katika inapokuja swala la mazingira tuko sensitive. Kuna jambo lingine ambalo tunaendelea nalo, kwa mfano upandaji wa miti mkoa wa Simiyu, lakini na upande wa kanda ya Ziwa, kwa sababu kuna sehemu nyingi ambazo nakuta tunahitaji kupanda miti. Kwa hiyo program nafikiri tutaanza kwa ajili ya kupanda miti kwenye baadhi ya mikoa, lakini vivile along the corridor yetu tutapanda miti. Na unapozungumzia mazingira kwa sababu ni kitu kipana. Reli yetu inatumia umeme. Hiyo by itself maana yake ni kwamba ni wadau wakubwa sana inapokuja swala la uchafuzi wa mazingira. Kwa sababu unapotumia umeme, ukitumia diesel unaporuti. Ukitumia umeme, tena umeme unaozalishwa kwa maji. Kwa hiyo combination. Kwa sisi, kwa TRC sio tu kwa Tanzania, naamini hata katika ndani ya Afrika ni taasisi moja hapo ambao kwamba inapokuja kwenye environmental nafikiri inaweza kuwa mfano bora zaidi.
Naam, mtazamaji, utakuwa umeendelea kupata picha kamili kuhusu namna ambavyo TRC tumekuwa wadau na tunaendelea kuwa wadau wa mazingira, hasa katika ujenzi wa reli ya SGR, lakini pia hata uendeshaji. Sasa Dr. Veronica Mirambo, yeye ni mkuu wa kitengo cha mazingira na jamii kutoka TRC, na yeye amezungumzia namna ambavyo tumeshiriki maonesho haya, lakini hasa tunawezaje kuwa watiifu katika ulinzi wa miundombinu ya reli kupitia mazingira. Shirika la Reli Tanzania likiwa mojawapo kama baina ya mashirika mengine yote Tanzania limeshiriki maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, na hasa kuonyesha ni jinsi gani linadhibiti taka za plastiki kama ambavyo kauli mbiu ya siku ya mazingira duniani imeelekeza. Kitengo cha mazingira na jamii cha Shirika la Reli Tanzania kimetengeneza sera ya mazingira ambayo pia inatoa mwelekezo wa jinsi ya kudhibiti taka za plastiki, kwa maana ya taka zinazotokana na uendeshaji wa treni ambapo zinakusanywa, kutenganishwa na kutupwa kama ambavyo imeelekezwa, lakini pia taka katika maeneo ya ofisi za Shirika la Reli Tanzania nazo zikikusanywa na kutupwa kama ambavyo inatakiwa. Lakini pia katika miradi ya SGR, kitengo cha mazingira na jamii kimehakikisha kwamba mkandarasi anatii na kutekeleza mpango wa menejimenti ya mazingira na jamii kwa mradi husika, kwa kuhakikisha kwamba kuna mapipa ambayo yanatenganisha uchafu unaooza, uchafu wa plastiki, uchafu wa chuma, mbao na vitu vingine kwa ajili ya kuvirejeza, lakini pia kwa ajili ya utupaji jinsi ambavyo imeelekezwa na sera ya mazingira ya Shirika la Reli Tanzania. Napenda kuwaasa abiria wetu ambao ni Watanzania wenzangu na jamii kwa ujumla kwamba wanapokuja kutumia huduma zetu za Shirika la Reli Tanzania wakumbuke kuweza kutupa uchafu kwa namna ambavyo tumeelekeza. Katika stesheni zetu za reli ya SGR kuna madumu 4 ya kutenganisha taka kama ambavyo nimetaja hapo nyuma. Taka zinazooza, taka za plastiki, taka mchanganyiko ambayo ni kama chuma, mbao na vitu vinginevyo ambavyo vinarejezwa, lakini pia kuna taka hatarishi ambazo zinaingia kwenye dumu jekundu. Ni Dr. Veronica Mirambo ambaye ni mkuu wa kitengo cha mazingira na jamii kutoka TRC. Lakini meneja wa mazingira kutoka TRC Bi Magdalena Kitila, na yeye amezungumzia juhudi za TRC katika upandaji wa miti. Pia mradi huu wa SGR unalenga pakubwa kupunguza uzalishaji wa gesi joto. Kama ambavyo mnajua, mwanzoni kuanzia siku za nyuma tukitumia reli yetu ya zamani ambayo ni MGR, ambayo kwa kiasi kikubwa inatumia mafuta. Sasa tunafanya na SGR ambayo inatumia nishati ya umeme. Maana yake nini? Maana yake kiasi kikubwa sasa kile ambacho kilikuwa kizalishwa kwenye mafuta hatuzalishi kwa sababu tunatumia gesi, tunatumia umeme ambao unatumia nishati ya maji. Kwa kiasi kikubwa sana tunapunguza kiasi cha gesi joto zinazozalishwa katika mazingira yetu. Sasa tumeanza tu na Dar es Salaam, Dodoma, lakini tunavyoendelea kwenye operations zingine zitakazofuata, maana yake kwenda Tabora na kwenda Mwanza, tunaona kiasi gani kiasi cha upungufu wa gesi joto hizi kitatokea. Lakini pia kwa kuongezea, kupitia kitengo hiki cha mazingira na jamii tunafanya programu nyingine mbalimbali tukishirikiana na taasisi nyingine za serikali na taasisi binafsi, kama taasisi yetu ya misitu, taasisi za wanyamapori, taasisi za asasi ambazo ni za kiraia, kwenye programu mbalimbali kwenye maeneo ambayo yamepitiwa na mradi.
Mpaka sasa tumeshaweza kupanda miti karibu 60,000 katika msitu wetu maalumu wa Pugu, ambao kwa kiasi fulani mradi wetu umepita pale, lakini na pia kupanda miti katika maeneo mbalimbali, makambi ya project pamoja na maeneo ya stesheni zetu za SGR. Na matarajio yetu ni kwamba tutaendelea na mazoezi haya, kuendelea kupanda miti katika yale maeneo ambayo yalikuwa yakitumika kuweka udongo ama udongo ambao ulikuwa utakiwi wa matumizi ya ujenzi. Mtazamaji, tunaposema kipindi cha reli na matukio, basi ni matukio kweli kweli yaliyosheheni katika siku za hivi karibuni kutoka shirika la reli Tanzania TRC. Kumbuka ni kipindi maalum kuhusu wiki ya mazingira ambayo kitaifa imeadhimishwa katika mkoa wa Dodoma. Sasa tuliweza kupata nafasi ya kutembelea katika uwanja wa Dodoma, uwanja wa ndege kama ambavyo unashuhudia, tukafanya usafi tukiwa na taasisi mbalimbali za serikali kama ambavyo unashuhudia. Na baada ya kutoka hapo, siku iliyofuata tukafika hapa katika station yetu ya Dodoma, station ya Samia Suluhu Hassan kama ambavyo unashuhudia. Vile vile wadau kutoka taasisi mbalimbali zilizopo chini ya Wizara ya Uchukuzi kwa pamoja tukaungana kuja katika kampeni ya upandaji miti katika eneo hili la station kama ambavyo unashuhudia mtazamaji, na shamra nyingi zilikuwepo, tukiongozwa na mmoja kati ya viongozi kutoka Wizara ya Uchukuzi. Mimi ni Beni Mwanantala, karibu uweze pia kushuhudia tukio hili hapa Dodoma Station. Tufikishiane salamu ya kujenga reli yetu, inapendeza, inang'ara kwa mazingira yetu safi. Yo, kwanza sio shwari na kukumbusha machupa ovyo si tunatupa, uchafu unaruka hovyo unazaga, na ule wa kuhoza harufu mbaya inatoka, na mazingira safi ni yetu sote, na tukipanda miti lazima yote, upepo utavuma kama wa ufukwe, Tanzania kijani bendera ipepe, usafi tumeanza sisi kuchemka, kama ni kulala basi kumekucha, kata mti panda miti kukikucha, usichoke tu kurecycle na machupa, na uchafu ukizidi sisi tutakufa, tuyetunze mazingira safi kwa kuweka hali shwari kila siku tunapokaa, itaboa nchi yetu sisi ikichakaa. Tufikishiane salamu ya kujenga nchi yetu, inapendeza, inang'ara kwa mazingira yetu safi. Naam mtazamaji, kama nilivyokujuza kwamba zoezi kama hili liliweza kufanyika katika uwanja wa ndege wa Dodoma, ambapo taasisi mbalimbali za Wizara ya Uchukuzi ziliungana kwa pamoja na kwenda kufanya usafi. Lakini siku iliyofuata tumefika hapa katika stesheni ya Samia Suluhu Hassan Dodoma kwa ajili ya zoezi la kupanda miti, ambapo zoezi hili liliweza kuongozwa na ndugu Bahati Shagilu ambaye ni mwakilishi wa mkurugenzi wa usalama na mazingira kutoka Wizara ya Uchukuzi, lakini yeye mwenyewe ni afisa usafirishaji mwandamizi kutoka Wizara ya Uchukuzi, ambaye katika tukio hili alipata muda wa kuzungumza na baadhi ya watumishi kutoka taasisi mbalimbali za Wizara ya Uchukuzi. Kwanza akawapongeza TRC kwa namna ambavyo wameweza kuandaa shughuli hii ya upandaji wa miti. Kwanza kabisa napenda kuwapongeza timu iliyohusika ya TRC kwa ajili ya kuandaa kitu hiki kizuri kwa ajili ya mazingira. Ukichukua katika hali halisi kwamba sekta ya uchukuzi ni sekta muhimu sana katika maendeleo ya nchi. Wengine tunailinganisha kama mishipa ya kuweza kusafirisha maendeleo. Kama uweze ukazungumza habari ya maendeleo ya nchi bila kuzungumzia habari ya usafiri. Lakini pamoja na mambo mazuri yanayofanywa na sekta ya uchukuzi, inachangia pia katika uchafuzi na uharibifu wa mazingira. Na kwa kutambua hilo, sekta ya uchukuzi kupitia taasisi zake inajitahidi sana katika kuhifadhi mazingira. Ukichukulia hapa tulipo katika stesheni hii ya Mama Samia, utaona kwamba usafirishaji sasa hivi katika reli ya SGR ambayo inatumia umeme ni hatua muhimu sana kwa ajili ya kuhifadhi mazingira. Badala ya kutumia nishati ambayo inaweza kuchochea katika kuharibu mazingira, sasa TRC wameingia katika kutumia nishati ya jadilifu ambayo inaweza ikasaidia katika kuokoa mazingira. Lakini pamoja
pamoja na kuingia katika matumizi ya nishati safi ambayo yanatumika katika taasisi zetu za uchukuzi, tunashiriki pia katika activity kama hizi za kuweza kuhifadhi mazingira. Shughuli ya fupi ambayo tumemaliza kuifanya hapa ya kupanda miti ni shughuli ya muhimu sana katika kuhifadhi mazingira. Kwanza inapendezesha mazingira yaliyoko hapa, lakini vile vile inachangia katika kutupatia hewa nzuri ya oksijeni ambayo inasaidia kwa ajili ya kuboresha mazingira. Naam, mtazamaji, kama ndio kwanza umeungana nasi, hiki ni kipindi cha Reli na Matukio kutoka hapa TRC na mimi naitwa Beni Mwanantala. Sasa Dr. Veronica, yeye ni mkuu wa kitengo cha mazingira na jamii kutoka TRC, akapata nafasi ya kutoa neno la shukurani mbele ya mgeni rasmi kwa tukio hilo la upandaji wa miti. Mazingira oye! Mazingira oye! Kwa niaba ya mkuu wa taasisi ya Shirika la Reli Tanzania, napenda kutoa shukurani nyingi kwa taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Uchukuzi kwa namna ambavyo tumejitoa kuja kufanya kitendo hiki kikubwa sana katika historia ya Tanzania, lakini historia ya TRC na historia ya Wizara ya Uchukuzi. Tumepanda miti. Miti ni uhai. Kwa hiyo miti itaturejezea hewa ya ukaa, tutapata hewa safi, lakini miti inaboresha mazingira. Wasafiri wakija hapo watapata kivuli cha kukaa na kusubiria treni zao, ama wanasubiri wa ndugu zao kuja kuwapokea, watapata kivuli cha kupumzika. Hivyo nichukue nafasi hii kuwapongezeni sana watu wote mliopo hapa, hususan mliotokea kwenye taasisi za Wizara ya Uchukuzi. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, halafu nitakaporejea tutakuja kuwatazama na kuwasikiliza baadhi ya wawakilishi kutoka taasisi mbalimbali zilizopo chini ya Wizara ya Uchukuzi. Hii ni Reli na Matukio na mimi ni Beni Mwanantala, nipo katika station ya Dodoma hapa Dodoma. Usitoke mtazamaji. Tufikishiane salamu ya kujenga reli yetu, inapendeza, inang'ara kwa mazingira. Mtazamaji, kama ndio kwanza umeungana nasi, hiki ni kipindi cha Reli na Matukio kutoka hapa TRC. Sasa baadhi ya wadau kutoka taasisi mbalimbali tumezungumza nao. Dr. Sara Osima ni meneja mazingira na utafiti kutoka TMA ambaye tumezungumza naye kuhusiana na hafla hii. Kwanza niwapongeze wafanyakazi wa TRC kwa kazi nzuri ambayo wameendelea kuifanya. Bali na kwamba tunapata usafiri wa haraka na tunaweza kufika kutoka Morogoro kuja Dodoma, kutoka Dar Dodoma. Kwa kweli tunafurahi na kwa ujumla wananchi wote tunafurahia usafiri. Mbali na hivyo mazingira ni mazuri. Kwa ujumla mazingira ni mazuri, ni masafi. Mtazamaji, Sauda Omari Madusi ni afisa mazingira NEMKI kanda ya kati, ambaye pia ni miongoni mwa maafisa ambao walishiriki katika zoezi letu la upandaji wa miti katika station ya Samia Suluhu Hassan hapa Dodoma. Na yeye amezungumzia namna ambavyo mazingira yameendelea kusadifu kuhusiana na uwepo wa SGR hapa Dodoma. SGR huwa tunapanda sana. Lakini kwenye masuala ya pia matumizi ya plastiki mko vizuri. TRC mko vizuri. Mnazuia sana kuingia na mifuko ya plastiki kwenye vituo vyetu vyote vya SGR. Kwa hiyo nyinyi moja kwa moja mna reflect moja kwa moja na kauli mbiu. Hilo pia nawapongeza sana. Lakini cha zaidi mazingira yetu, NEMKI huwa tunasema mazingira yetu ni uhai wetu. Tuyatunze ili atutunze. Kwa hiyo upandaji miti ni swala moja, lakini pia tunaomba hii miti iliyopandwa basi iendelee kutunzwa ili ifanye kazi ambayo imekusudiwa. Mtazamaji, kama ndio kwanza umeungana nasi, hiki ni kipindi cha Reli na Matukio kutoka hapa TRC na mimi naitwa Beni Mwanantala. Salumu Pazi ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano kwa umma kutoka LATRA, na yeye amehusika katika upandaji wa miti na alikuwa na haya ya kuzungumza.
Ushiriki wetu sisi LATRA kama inafahamika ndio wadhibiti wa huduma za usafiri huu wa reli pamoja na shughuli zingine ambazo tunazifanya. Kwa hiyo kama wadhibiti tumefurahi kwanza kushiriki na kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi ambayo imeratibu vizuri katika zoezi hili, na tunashukuru pia uongozi wa TRC wameweza kuratibu vizuri kabisa zoezi hili la upandaji wa miti, ikiwa ni moja kati ya viashiria ambavyo tunafanya vya utunzaji wa mazingira na elimu tunayotoa kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Naam, mtazamaji, ni kushukuru sana kwa kuweza kufuatilia kipindi hiki cha Reli na Matukio kutoka hapa TRC. Hapa na shaka umeweza kufurahia na kujifunza mengi kuhusu wiki ya mazingira ambayo kitaifa imefanyika hapa mkoani Dodoma, huku TRC tukishiriki kama wadau wa mazingira. Na unafahamu kwamba pia treni zetu, ujenzi wetu wa reli unazingatia sana mazingira, kuanzia Dar es Salaam mpaka kufika hapa Dodoma na mikoa mingine ambapo reli inapita. Mtazamaji, ni kushukuru sana. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Kwa niaba ya mpiga picha Hassan Mbonde Ujuku, huyu hapo nyuma ya kamera, mimi naitwa Beni Mwanantala. Kwa niaba ya wanareli hawa hapa tunakuambia hivi, TRC reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu, kazi endelee. Reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu, Tanzania. Reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu, Tanzania. Basuram